Ndio mwanadada huyo aitwaye Cherry akiyazungumza hayo katika ukurasa wake wa Instagram. So hatujui kama je ni kweli ama ni uongo. Huenda wakawa na mabifu yao, wakawa na tofauti zao huko nyuma, au kuna kitu hakiko sawa, hatuwezi jua. Na imeonekana pia hata watu mbalimbali ambao Doto Magari alikuwa akiwasema kwa mabaya, nao wakichangia, kama vile Mwijaku naye amesapoti kitu. Maradhi haya jamani, maradhi. Doto mgonjwa jamani, Doto mgonjwa Mungu wangu. Doto mgonjwa jamani, ulishindwa kutumia condom Doto, unashindwa kutumia protection Doto. Mungu tunusuru na maradhi. Kuchonga kote, unaongea kote, kumbe mgonjwa. Na ujanja wote wa kuzaliwa mjini unashindwa kutumia kinga. Unashindwa Doto. Tutaweka wapi sura zetu Doto? Kuisha habari yake Mungu wangu. Bwana, hivyo ndivyo ilivyokuwa, na Mwijaku pia akasapoti, lakini kama tunavyomjua Doto bwana, kamtumia voice note huyo bwana dada Cherry ukurasa wake wa Instagram, na mwana dada Cherry kaziposti hizo voice note za matusi kwamba Doto kamtukana sana huyo mwanadada, kamtukana sana. Tunavyomjua Doto wa matusi, tena tukana sana huyo mwanadada, na hatuna uhakika mpaka sasa kwamba je ni kweli au si kweli. Maana kama Mwijaku tunajua ni mpinzani wake mara kibao, Doto waga na mponda Mwijaku, so hatuwezi kureact kama ni kweli au si kweli, maana Mwijaku na Doto waga ni wanatupiana maneno. Lakini kwa mwanadada ndiye ameleta taharuki, na taharuki hiyo ni kama hizi hapa, yani ikiwemo watu kureact, kuchukulia kama ukweli na picha baadhi. Kama hivyo watu washaanza kuchukua picha mbalimbali za Doto Magari na kuziedit katika sijui application gani, sijui AI hivyo, wakionekana wakimkondesha Doto Magari kama kweli ni mwathirika wa ukimwi. Na hicho ndicho ambacho kina trend katika mitandao ya kijamii, Doto Magari kwamba ana ngoma, na mpaka sasa Doto hajaenda kupima, na hatuna taarifa maalum au taarifa kamili ambayo kwamba Doto kweli kapima na vipimo ni hivi hapa bwana. Hiyo ndio taharuki kubwa ambayo ikiwa ikimhusu dalali huyu au influencer Doto Magari. Twende tukamsikie yeye Doto Magari anasema nini na itakuwaje bwana, itakuwaje mwisho siku. Sinilala na wewe, wote tuna ukimwi, mimi na wewe, ishe mkundu wako. Sinilala na wewe, wote tuna ukimwi, mimi na wewe. Alia, mnataka kujifanya nyenye kama babu waasilika. Komledia wote mnataka kuwasilika muonekane mnachokifanya. Mtasubiri sana washamba nyinyi. Dunia nzima ni babu. Labda mimi niamue kunyamaza kufanya ndio na nyinyi mtaanza kuonekana washamba nyinyi. Mmeamini kama si jiji letu, mmekuja tu mmerukia mtumbu wa Kibwengo, mmewahi Dar es Salaam. Umeona balaa lake. Amuonekani matukio yenu hata mfanye nini. Hakuna komledia, hakuna wasanii wa kuimba, hakuna korokocho yoyote. Hata upande kweli mtu ukisemwa vibaya ujue heri iko karibu, nimeamini. Bwana, si masimu kwenye makampuni hayo. Oya, sio poa babu, alipangalo Mungu huwezi kulipangua. Oya, nyie njoeni kishari lakini Mungu analeta heri. Cheki. Maana mkionyeshwa hivi ndio unajua mtu kimetoka benki. Makampuni hayo milioni 40. Nimeambiwa tu nitangaze kitu cha kijinga kabisa kutokana na ushuhuda wenu wa kutupachika malazi ya sofa, kwa kujiona wewe mwanaharakati umekimbia nchini, unaibezi serikali, si tunaipenda serikali, tunaisemea mazuri, umeamua kutuchafua. Sasa kitakurudia safari hii. Kichogo chako kama nchi ya Bamia hicho kitakurudia safari hii. Yaani utothubutu tena kuwafezesha watu. Na wananchi hawakusikilizi tena. Wewe ni mgombanishi, unatuletea vurugu kwenye nchi yetu. Sasa yamekukuta, umeamua umfuate influencer mkubwa. Ukajua watu watanibezi, watu wananikubali. Wewe ni muongo, ni mchonganishi kwenye nchi. Ndio maana umekimbia ngedere wewe. Sisi tunaendelea na maisha yetu. Unaona matusi yako na malazi ulotupa.
Kumbe mkuja kutuongezea faida tumalize vibanda vyetu Bagamoyo Matangazo kibao yanakuja. Paka babu nimechemka. Nimesema niacheni babu nikapumzike mgonjwa. Firauni mkubwa Sasa umeakanyaga. Na kichogo chako kama nchabamia. Wewe utakuwa mwanaharakati, wewe mshamba tu ibilisi. Wewe ibilisi. Mungu kakulani sasa umeona? Ulaya nzima anakubezi, mataifa yote yanakubezi. Na hapo yani nikwambie kitu labda. Wewe nikitoa sana ushuhuda nitone wewe. Na kichogo chako kama nchabamia hiyo. Umeavagaa safari hii. Unaona maisha. Endelea tena kutupa malazi mengine. Bado hujasema bali haikai na uchafu. Mabulungutu haya. Na washamba mlikuwa mnanibezi wa Tanzania ambao mlokuepo huko kwenye makomenti, mimi nakuoneni kama watu fudenke tu. Sawa, mlo left group, hamna akili. Sawa. Yaani ukiona matatizo mengi yanakuja ujue heri iko karibu. Sasa mtaisoma namba. Babu niko oya. Na nilipokuwa na mdomo mzalamu na masinichi yote nakujueni. Yaani umejipendekeza umekuja usikuelewi. Oya, babu, oya. Mtazipata lana za babu Naenda kulala kwenye banda langu la kupanga. Bado zingine zipo kwenye Prado. Maoni kuonyeshe. Sema ushamba tu hela sitaki kuonyeshwa. Sema sababu mmeniuzi babu. Maneno yenu makali hapa. Wananifuata watu ofisini. Tunataka matangazo, hatutaki si kwenda wapi sign hapa Maisha yanaendelea. Kidogo changu kikubwa chenu nyinyi wanafiki. Blali yani oya. Tunaendelea tulikoishia. Hii kama season ya Kikolea. Babu yupo. Kama pengine unajiuliza anaweza kusema nini tena sana na waandishi wa habari. Nani wananywa mlango? Dalali wewe dalali kolea. Kwa nyumba juzi tunaona chini ya mimi. Kwa sisi tunaisemea vizuri serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Suluhu Hassan. Sijui umeelewa au Kizimkazi ukihitajika utaitwa. Kwa hiyo wale wanaharakati wanajitahidi sana sisi watuchafue kwenye namna nyingine au namna hii. Wanajitahidi sana na ndo kama hivi. Sina kosa lolote, simjui, hanijui. Sina hata namba yake. Sije kukutana naye kokote. Si unanielewa? Lakini ghafla tunatokea kunichafua kwenye mitandao ya kijamii. Kutokana naona na upendo wetu tunapopenda serikali yetu na tuna misimamo. Si unanielewa? Kwa hiyo mimi namuona huyu ni mtu mjinga na nataka niombe wanahabari, natoa fundisho ili hata kwa mwingine akija kumfanyia mtu mwingine kama hivi. Ni kosa kubwa. Ajutie. Kwa hiyo isije kwa tena usubutu kwa mtu mwingine aogope, tuheshimiane. Tufanyane mambo yote lakini si katika kupeana malazi. Na unahakikisha wananchi kuwaaminisha. Najua wengi hawezi kuwaaminisha, wengine wataamini, wengine hivi. Kwa hiyo leo yule nataka nimfundishe ili watu wasije kumwamini tena. Wajue kabisa kwa yule mwanaharakati ni mchochezi na muuaji. Si unanielewa na habari? Maisha yangu yote simjui hata kichogo chake kikoje. Na mimi neno langu la mwisho aliponichafua nilimpata DM. Nikamwambia wewe kichogo una lolote. Sawa bwana, unitishi chochote. Kichogo kama kengele ya Sabato ndio kisa kilianzia hapo. Kwa nini unaniambia mimi kichogo? Kataaruki. Ndio akaanza kutililika. Nitakuonyesha, sijui nitakupa nini. Mimi sijui nini, vitu vingi ujue, mimi sijui kusoma. Wapo watu wanasema, "Nani nina mkeka wake?" Na inabudi kuwaonyesha. Lakini nina mkeka wake mkubwa sana. Ndio, mjomba lakini anasema ameshawahi kwenda kuchukua dawa hospitali moja. Maisha yangu yote simjui wala hanijui. Simjui wala hanijui maisha yake yote. Sijui umenielewa? Sijai kukutana naye kokote. Oya mimi babu ujue. Wajukuu wengi wananifahamu. Mimi mtu yote nikikutana naye hata muuza karanga lazima nipige naye picha. Kwa hiyo uthibitisho wake mwambie aonyeshe tu picha yuko na duka magari. Na wale mlikuwa mnanekea nyimbo ya Feruzi itakuwa inapigwa Mwanza. Kwenye miaka mingapi? Miaka 30. Ya nini? Ya Bongo Flava mje. Wote mlikuwa mnanekea nyimbo ya Feruzi, tutakuwepo Mwanza. Wote nakukaribisheni, tutakupokeeni, waini tiketi mapema. Mji umeamka Mwanza, watu wakatoro wameniita. Babu njoo upumzike huku. Ndio Madi kaniambia kakaangu njoo Doto Magari babu. Naenda katika miaka 30 tarehe 8 mwezi wa 8 tueni Mwanza. Jumuiya yote, watu wote, wanafiki wote, maadui yote, mashabiki zangu. Msiokuwa naenda nitakupatieni tiketi. Miaka 30 inafanyika Mwanza ya Bongo Flava. Babu ndani ya nyumba nashika mic na lapu. Hapa nilipo kitandani. Wanahabari nakupenda.